Ni imani yangu kwamba hali yako ni salama. Hivyo basi nikukaribishe ili uweze kuisikiliza simulizi ya ajabu ya John Bitto. Hii ni hadithi ya kijana masikini aliyefanya kazi ya kuchoma chapati kutoka kijiji kidogo cha Swaziland, huu ukiwa ni mwanzo wa safari yake isiyokuwa ya kawaida, kutoka jikoni hadi kuwa mfalme. Tembea na mimi kwenye hadithi hii ya kushangaza, ya kujituma na ya ujasiri, ambapo kila chapati aliyoipika ilimpeleka hatua moja zaidi kwenye utawala na hatimaye Ikulu. Usikose hadithi ya John Bitto, itakufundisha kuhusu maisha, changamoto na mafanikio. Karibu tuanze sehemu ya kwanza. Kulikuwa na harufu ya kuni zinazoungua polepole, moshi wake ukipaa na kutoweka kwenye anga la kijiji cha Shidani. Sauti ya pilikapu ya mafuta ya kupikia ilichanganyika na vicheko vya watoto waliokuwa wakicheza nje ya vibanda vya udongo. Ilikuwa ni alfajiri, muda ambapo dunia ilikuwa bado inatafuta usingizi wake wa mwisho, lakini kijana mmoja tayari alikuwa ameingia kazini. John Bitto alisimama mbele ya jiko la mfinyanzi, macho yake yakiangaza mwali wa moto uliokuwa ukitafuna kuni. Mikono yake iliyozoea joto la jiko ilizungusha chapati juu ya tawa kwa ustadi wa mtu aliyefanya kazi hiyo maisha yake yote. Alipoona kuwa chapati ilikuwa imeiva, alichukua kipande cha mbao alichochonga kwa mkono wake na kwa haraka akagonga muhuri kwenye uso wa chapati hiyo, alama ya nyota, herufi JB katikati. Macho ya mama yake Bi Asha yalimtazama kwa tabasamu hafifu. John, nakwambia kila siku, hii tabia yako ya kugonga muhuri kwenye chapati zako ni ya ajabu sana. John alitabasamu kwa upole, akifuta kijasho kwenye paji la uso wake. Mama, ili dunia inikumbuke, ni lazima niache alama yangu. Hii ndiyo ilikuwa ndoto yake, kutoka kwenye umasikini wa kijiji cha Shidani na kuwa mtu wa maana. Lakini ndoto hiyo ilionekana kuwa mbali, kama vile vilele vya milima iliyozunguka kijiji chao. Baada ya kumaliza kazi ya asubuhi, John alibeba shoka lake dogo na mkeka wa gunia mgongoni, kisha kaanza safari ya kuelekea msitu wa Mlaula, umbali wa mwendo wa saa moja kutoka kijijini. Alihitaji kuni nyingi kwa ajili ya biashara ya mama yake, kwani siku hiyo soko lilitarajiwa kuwa na watu wengi kutoka vijiji vya mbali. Msitu wa Mlaula ulikuwa na miti mirefu iliyoinama kana kwamba ilikuwa inamsalimu kila mpita njia. Kulikuwa na harufu ya ardhi yenye unyevunyevu, sauti za ndege wa porini na upepo mzito uliopuliza matawi taratibu. John alipenda mahali hapa. Kulikuwa na utulivu wa ajabu mbali na kelele za kijiji. Lakini siku hiyo hali ya msitu ilikuwa tofauti. Katikati ya upepo na nyasi zinazokata na miguu yake, alisikia sauti dhaifu, kilio cha mtu. Alisimama akasikiliza kwa makini. Kilio kilikuwa hakiko mbali, ndani zaidi ya vichaka. Hakujua ni nani, lakini moyoni mwake alihisi kuwa kulikuwa na mtu aliyekuwa kwenye hatari. John alikaza mwendo, akivuka vichaka kwa tahadhari. Alipotokeza upande wa pili, macho yake yalikutana na taswira iliyofanya ashike pumzi yake kwa mshangao. Binti mrembo alifunikwa kwa vazi zito la kifalme. Alikuwa ameketi chini akitetemeka kwa hofu. Uso wake ulionyesha dalili za uchovu na hofu, na macho yake yalikuwa na wasiwasi mwingi. John Bitto hakujua kuwa siku hii safari yake ya msituni ingekuwa mwanzo wa hadithi kubwa zaidi ya maisha yake. Sehemu ya pili tutaona John Bitto nini kimeendelea kuhusiana na safari yake. Endelea na ungane nami katika sehemu ya pili itakayokujia hivi karibuni. Mimi ni Kali Jayara.
Asante na karibu tena.